One Day TV online. Brother Dicky amefanya mambo makubwa sana na amefanya maandalizi makubwa, na hizi ndo zile vurugu ambazo nilizoambia watazamaji wa One Day TV online ambazo Brother Dicky ameziandaa. Moja kati ya vurugu ambazo ameziandaa kwa kishindo kabisa. So utakwenda kujua ni nini kikubwa kinachojiri. Au sio, ndugu mpenzi mtazamaji? Kama unavyoona na mabodyguard wawili, na ni muda wa yeye kuingia kwenye swimming pool. Mambo ya kuogelea kwa wenzetu ambao mko mbali huko, nadhani mnaelewa haya mambo. Brother Dicky anatuletea mambo ya kizungu hapa kempu. Kama mnavyoona wapenzi watazamaji wa One Day TV online, Dicky ametuletea mambo ya kitofauti sana hapa kwetu kempu Nyarugusu. Mambo kama hayo takiwa muangalie watazamaji wa One Day TV online pamoja na superstar wengi ambao mko hapa kwetu kempu Nyarugusu. Muangalie mambo kama na haya ambayo Dicky ametuletea hapa kempu Nyarugusu. Big up sana bro. Kama mnavyoona na kinywaji anapewa pembeni hapo, kama mnavyoona kila kitu anapata hapo, ana enjoy wakati fulani hivi ambao yeye anachukua kama kuenjoy. Ndugu mpenzi mtazamaji wa One Day TV online, hizi ni moja kati ya zile vurugu ambazo Dicky really aliwaahidi atawaletea vurugu. Kama unavyoona bodyguard ameingiza mkono kwenye mfuko, anampa mrija wako. Huo ni mrija wa kukokotea juisi hiyo. Kama mnavyoona wapenzi watazamaji wa One Day TV online, mambo kama haya utayapata One Day TV online kwa wakati kabisa. Waga tucheleweshi taarifa, ndugu wapenzi watazamaji. Hii ni surprise ambayo Dicky really aliamua kuwa surprise watazamaji wote wa One Day TV online pamoja na media zingine. Mambo kama haya Dicky really ndo ameandaa yote. Atakwenda kujua mambo mengi kutoka kwake, kama gharama zilizotumika hapa, vyote atakwenda kutuweka wazi. Ndugu mpenzi mtazamaji, bodyguard wake wameshiba kabisa, yani hapo hakuna mtu ambaye anaweza kuingia hapo. Kuna mtu ambaye anaweza kuingiza hata ukucha hapo kwa Dicky really. Huyo ndo Dicky really bwana, Dicky wa ukweli. Kwa wale ambao mlikuwa muelewi maana Dicky really inamaanisha Dicky wa ukweli. Wapo madiki wengi, la hapa kwa Dicky really ndo unapata taarifa muhimu, unapata mambo ya kisasa zaidi na utamu kama wote. Au sio ndugu mpenzi mtazamaji? Au sio ndugu mpenzi mtazamaji? Kama unaona anapocheka, anacheka kicheko fulani hivi. Anacheka kicheko fulani, kicheko cha furaha. I say. Yeah. Na Dicky really amemwambia ana surprise watazamaji wa One Day TV online kwamba hili zoezi bado linaendelea na bado familia yake nayo, ikiwemo shemeji yetu, mke wa Dicky really, naye pamoja na mmeo, wote wataingia kwenye swimming pool kwa ajili ya kuenjoy life. Kama mnavyoona ndugu wapenzi watazamaji, Dicky really huaga anaga mambo ya kubabaisha kabisa, bila kumsahau One Way from America. Ndio ametufanya mpaka sasa bado tuko kwenye ubora kabisa. Okay, let's go. 1 2 3 action twende. Mabodyguard wapo tayari kabisa kwa kumpokea bosi wao ambaye ni Dicky really, ambaye ni Dicky wa ukweli. Wako tayari kwa kumpokea, kumvika nguo hiyo kama unavyoona ndugu mpenzi mtazamaji. Mdai kuwa ni wasanii, kuna wasanii ambao natoka kwa Tolo. Tolo aliwahi kutangaza lini? Mimi muulize swali. Ndio wange. Tubadilike kama Dicky. Bosi ambuka. Niambie. Tubadilishe jina sasa hivi. Lipi sasa? Kutoka kwenye rili. Kwenda wapi? Kwa sababu ulichofanya hicho kikubwa sana. Moja kati ya ndoto zangu. Namshukuru Mungu nimetimiza. Ni mimi na familia yangu tuna enjoy fresh. Yeah. Lakini familia tunaiona baba. Inakuja. Tunazungumzia nini hilo swala ulilofanya? Hii hapa ni swimming pool. Ni ya nyumbani, kitu ambacho ni mara ya kwanza kabisa kuingia hapa home. Nafikiri ni mara ya kwanza. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu mimi ndo mwanzilishi. So kama kutakuja wengine wataiga sio mbaya. Mimi ni kaka, siwezi kumind. Una imani ya kitu kama hicho? Yeah. Kuna watu ambao watakuja kuja. Na imani sana kwa sababu mimi sio mara ya kwanza kufanya. Nilinunua pikipiki zikaja nyingi.
Zikaja nyingi, zikaja yani kama dagaa. Nimeamua kuzitoa kutoana na kuachana pikipiki. Nimeleta swimming pool ya nyumbani sasa. Yeah. Nadhani pengine watu wangetamani wajue kimegharimu shilingi ngapi. Hii hapa imechukua 300,000. Nimeagiza kutoka Dar es Salaam. Zungumzia naona kuna zulia hapo. Hiyo ni mita ngapi? Mita 3. Inaendaje na yeye? 1,150. Kuna wengine pengine unaweza kuwaelekeza nini haya maisha ambayo umeyafanya leo? Kuna pia maandalizi kama mnavyoona nini yamefanyika, kitu kimenigharimu pesa ndefu sana. So namshukuru Mungu. Sina mengi ya kuongea sana isipokuwa kumshukuru Mungu tu kwa neema. Ni baraka, blessing. Idea ni kwamba mimi na team. Na hii ni moja kati ya idea ambayo nilikuwa nafikiria kwa muda mrefu sana. Pamoja na timu yangu nikaishirikisha, lakini pia niwashirikisha mabosi. Wakaikubali wakasema bonge moja la idea. Kwa hiyo nilivyofanya hili nikaona sio mbaya. Leo na swimming pool nyumbani ni watoto wanafurahia. Mimi mwenyewe nachekelea na watoto wangu na familia yangu kitu kama hicho. Wazee kuruka na brand waruke na hii pia. Tunaelewa before Dick alikuwa nje. Haya ndio alikuwa maisha yake ya kila siku au ni kwa leo tu ndio imeanza leo? Mimi ndo alikuwa maisha yangu. Maana nikiangalia background yangu ya nyuma kipindi nipo Kigoma mjini nilikuwa na life kama hizi. Of course nilikuwa sijana na swimming pool nyumbani, ila nilikuwa na vitu vingine ambavyo nilikuwa namiliki. Nafikiri watu wengi wanajua, wanaelewa. Sasa kuviongelea sana. Wanajua. Kifupi hali ndo alikuwa maisha yangu sana. Yeah. Naona Dick ndo mwanzilishi wa hivi vitu kwa hapa kwetu. Yeah. Unaona alimiliki gari aina ya Jaguar, akamiliki pia Harrier na bodaboda zingine za usafiri za kuingizia kipato, au sio? Yeah. Ya labda unaweza kuambia nini mashabiki pamoja na wasanii wenzao kuhusiana na mambo ambayo unazidi kuleta hapa kwetu? Kwanza kwa mashabiki zangu ni kuwashukuru sana kwa support yao. Sababu support yao ndio imenifanya mpaka leo hii naitwa Dick na mpaka nafanikisha jambo kama hili. Ni support yao, hususan walivyosupport kwenye EP yangu. EP yangu imelipa sana. Namshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia wasanii wenzangu ni kwamba tuendelee kufanya vitu vikubwa kwa sababu hiyo ndo maana halisi ya kuwa mwanamuziki. Au mwanabiashara. Mfanyabiashara ziko mfanyabiashara afu uleti matunda. Ndo matunda ya mfanyabiashara au mwanamuziki. Lazima tuonyeshe vitu. Lazima tununue vitu, tumiliki vitu. Sawa? Huwezi kuwa mwanamuziki afu una nyumba nzuri, una gari nzuri, una usafiri wako binafsi, una mandhari mazuri nyumbani, kitu kama hicho. Sawa? Kwa hiyo ndo maana mimi huaga napenda sana kuanzilisha. Wangekuwa na ruhusu gari hapa ningeshaitaga gari kitambo sana. Yeah. Tofauti na ili tukio ambalo tunafanya siku leo. Tutarajia kumuona Dick akifanya tukio lingine kubwa tofauti na hili. Sasa mimi si mzama matukio mzee. Nana sojua hilo. Nimekimbizana na pikipiki hapa nini. Tukio likawa kubwa kishenzi, lakini nishafanyaga matukio mengi sana huko nyuma. Ile hapa pia ni tukio moja kati ya tukio kubwa. Mtarajia matukio mengine makubwa. Mimi na idea nyingi sana. Na vitu vingi sana vya kufanya. Hususan nyumbani kwangu hapa. Naomba nikote. Hususan nyumbani kwangu, lakini pia kwenye muziki. Mimi sitegemei sana kwenye matukio, lakini sibezi sana kwenye matukio. Mimi hivi yote nafanya kwa sababu tu ya kuhakikisha kwamba naweka mandhari yangu, maisha yangu yawe fresh. Mimi ni mtu ambaye nimekuwa kwenye maisha ya umaskini sana, lakini ninapofanikiwa hivi nakuwa najitahidi kujifariji. Baada ya ile hapa labda tutarajia nini? Ni nyimbo tu zinaendelea. Nyimbo tu. Matukio, mimi si mtu wa matukio mzee. Mbona nimekazia sana kwenye matukio? Mimi sio mtu wa matukio. Mimi no, asante. Dick bwana, kuna kitu kingine kama kikushie. Nyuma tunaona nyumba kama mbili. Tuzungumzie kuhusu hiyo. Hizo hapo ni nyumba za kupumzikia tu. Yaani mchana vile nikiwa natunga muziki, natakiwa niwe sehemu kama hiyo. Kula, nalia hapo. Ya kurefresh na tulia hapo na wana. Ni nyumba kama mbili kama mnavyoona. Ni vibanda viwili viko hapo vimetulia. Ni sehemu nzuri sana ambako kuna upepo mzuri sana. Tulitamani tuone pengine huko nyuma utatengeneza kitu fulani hivi, ukutata chochote chakula. Nishakula? Chochote, yani chochote kile. Nilijua mtakuja ndio maana nimekula mapema. Sikutaka mnywe na mpo. Mimi ni mchoo sana. Kuna swali moja tu kwa DSTV hapa. Okay. Uliwapromise kuwa ukadai leo kutakuwa vurugo. Vipi? Hii ndio vurugo leo iandaa ama kuna vurugo baada ya? Hii kama uioni basi wewe uweze kuona kitu kingine. Hii ndio vurugo yenyewe. Yes. Okay, nyuma yako tunaona mabouncer pamoja na watoto wakali, au sio?
Hii inatuambia nini sisi? Ulinzi lazima. Sasa kuna wachawi wako hapo, kuna wachawi hapa. Kuna watoto nini wanaweza kavamia. Lazima walindwe. Lakini pia kuna watoto mbele yangu hapa pembezoni hapa, lazima walindwe wasiguswe. Kwanza amewapa mzigo, yani mnawapa mamaiki, mambo ya kipumbavu kweli. Unahisi nini mwanangu? Wife akifika hapo Mgogoro gani? Unajua kuna yeye leo ni siku ya kuolewa. Ameolewa, anajua mimi nafanya muziki. Ameolewa, anajua mimi ni mtu wa wanawake. Yaani uzuri wa wife wangu mimi nimuelewa. Mimi naweza kashuti na wanawake hapa na wife yuko hapo anaangalia. Kwa wife ni moja kati ya support wangu mkubwa sana. Kuna namna unaweza kusema kwamba hii ni moja kati ya location yako aidha nyumba yako yote. Director akiruhusu. Director akisema kwamba Diki tushutie pale kwako nini? Tengeneza mazingira, tunashoot. Sio mbaya. Kama unadhani kwamba mna maji kama sijakosea. Yapo. Kuna namna hayo maji yamechotwa au ndio hivyo umeagiza bomba? Bomba limevutwa hapo likamimina nini likatoka. Hivyo. Kuna swali lingine? Nyuma kidogo ya microphone pale ya action yote ambayo utaifanya siku ya leo. Napenda sana kufanya mazoezi. Kwa hiyo tutegemee mazoezi siku ya leo. Leo sio siku ya mazoezi, leo naogelea tu na familia. Sasa mbona ile mic iko pale bro? Ipo pale muda wote. Inapofika mida ya jioni lazima niweke pale. Kuna muda nafanya mazoezi. Kuna muda unafanya mazoezi. Kwa nini siwe leo brother? Leo nini? Mazoezi leo. Niogelea afu nifanye mazoezi. Mic italoa mzee. Italoa. Italoa. Sitali. Kuna swali lingine? Ndugu waandishi habari, kuna swali lingine? Umewekea vipi ulinzi wake kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kalala nje, lakini ni kitu ambacho tunaona ni kinawekwa ulinzi. Yes. Umekijengea mazingira gani ya usalama kuhusiana na hichi kitu ambacho umeamua kufanya siku leo? Hiyo hapo kuna yani nikimaliza napomaliza shughuli zangu za kuogelea nini fresh. Na kuna sehemu kuna tundu liko kule chini kule. Nalifumua, maji yanatoka. Nafumua upepo mzima. Nalikunja, naweka kwenye boksi, naingia ndani. Okay? Ni portable. Vizuri sana. Labda msanii yoyote akihitaji kutumia mandhari haya hapa kama location ya kazi yake. Tutarajia Dick leo kuchukua mzigo gani? Maybe kutoza hela, akurudishie gharama au itakuwaje? Hapana. Mimi ni supporter. Mimi na upendo na wasanii wenzangu. Waje tu wafanye kazi, hamna shida. Sitotoza mtu yote kama ni msanii mwenzangu. Ila labda awe msanii ambao labda ni atuelewani, labda hatuna ukaribu hivyo. Lazima kutakuwa kuna namna fulani tutaingia kwenye makubaliano. Lakini kwa wasanii ambao tunaelewana nini, waje wafanye kazi. Kwa nini umetanguliza labda? Sasa kama ni msanii ambao tuelewani anakujaje kwangu? Tumeelewa msanii ambao ulikuwa uelewana naye alikuwa ni Perfect Boy peke yake. Ashakuwa Canada na asingekujaga hapa. Asingekujaga hapa kwangu kushuti. Lakini siku ya leo tunaweza kuona post zenu. Post gani? Kula pamoja lakini pia kula pamoja wapi? Kwenye mkutano wa wasanii kabisa. Edit hizo. Hizo ni edit. Wana edit siku hizi. Mara mwisho post ulikuwa umemwalika kwa support yako baada ya wewe kuachia IP. Ilikuwa ni kuonyesha kwamba hauna kinyongo naye wala huna kinyongo naye. Kwa ajili unatumia kauli kama hizo kuzungumza mbele ya mimi. So yani issue after party nilikuwa nimealika label. Sio unaelewa? Lakini pia Uba alikuwepo kwenye EP. Uba ni moja kati ya bimdada ambao wako kwenye Team Striker, walikuwepo kwenye EP. Na niliwaalika kwa sababu kuonyesha ile heshima ya Uba. Sio unaelewa? Kumshukuru Uba. Sawa? Uba alifanya kazi nzuri jamani. Sawa? Opa ni moja kati ya ngoma ambazo zimeenda vizuri, zinafanya vizuri. Kwa hiyo niwaalika wote Team Striker, sikumwalika P-Boy. Kuna P-Boy na kuna Team Striker. Lakini nakumbuka siku hapo kadi zilikuwepo mbili. Kulikuwepo mwaliko wa Team Striker lakini pia kulikuwepo kadi ambayo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya P-Boy Striker. Hivyo vipi pia? Kwenye after party sikuweza kualika P-Boy. Nilialika Team Striker. Labda kwenye uzinduzi ndio nilialika, kulikuwa kuna mialiko miwili. Unajua hata kama kuna makashikashi lazima umwalike mwenzio kwenye shughuli yako. Hii sio shughuli kwamba aje ashuti nyumbani kwangu. Hawezi kuja kushuti nyumbani kwangu. Ndio hivyo. Okay. Labda tutarejea nini baada ya mtawachosha hawa bindada? Tutarejea nini baada ya baada ya ile sasa mimi ile hapa sinaingia studio mwanangu. Kuna video zinafuata hapa. Kuna video zinafuata. Location kama hizi nini watu wanazipenda tutaziona kwenye video. Baada ya kazi ya video ya Uba pamoja na wewe ukimshirikisha Uba.
Tutarajie ni kazi gani ambayo itapanda sasa hivi ikiwa kama vile? Kufuatana na kazi ambazo uko umeacha ni hapa. Nauliza ambao nimemshirikisha muda. Kazi ambayo inafuatia. Yeah. Una ujumbe gani kwa wasanii kuhusiana hili tukio? Wanunue swimming pool za nyumbani tu, tuna wao wanaoga. Hao wanaoga pia na familia zao. Wasio wanajazana hapa kuja kunikodi bana. Wasio wanajazana hapa wanunue swimming pool pia kama wanavyofanya, nikinunua hicho wananunua hivyo. Nikinunua hicho wananunua, nikinunua wembe wananunua wembe. Nikinunua pikipiki wananunua pikipiki. Wengine washaanza kusema kwamba nimeuza pikipiki hivyo. Hii hapa pia wasipoiona watasema nimeuza, sio mbaya. Wanunue pia tu, ndio maendeleo, sawa? Mwenzio akijenga gorofa la floor 5, wewe piga la floor 10, kitu kama hicho. Kinua swimming pool mwingine ajenge kabisa ya cement. Tusiwachoshe na msiwachoshe. Neno lolote kwa mashabiki pamoja na wasanii. Mashabiki nawashukuru sana, waendelee kunisupport, waendelee kunifuatilia kwenye social media zangu. Lakini pia wasanii nawashukuru sana, wasanii ambao wanaendelea kunipiga vijembe na kuniandama usiku na mchana. Wananipandisha sana, wananipa mood sana ya kupambana. Nawashukuru sana wote. Wapambane kama mimi. Shukrani sana kwa muda wako. Pamoja. One Day ES TV online.